Wanyama wakali wamenyima chakula kama ilichofanyika kwa Danieli. Danieli, wale simba waliokuwa mle alipodumbukizwa hawakumla, lakini wanasema wale waliodumbukizwa walikuwa takriban watu 120. Walikuwa watu takriban 120, yani kabla hawajafika chini, washadafa juu, washaliwa, washamalizwa. Lakini Danieli yeye alishuka kawaida, wala hakumgusu. Kwa nini? Kile kitendo cha Danieli kuvikataa vitu vya mfalme vilimpa discipline, hata vitu vya shetani, kuikataa nyama ya mtu anayemtumikia Mungu. Mwanzo sana, yaani tuteswe na mapepo wakati tunamtumikia Yesu, lazima tuwe huru. Amina. Nataka nikupe story tunapoenda kuchambua uweze kukielewa. Kwa hiyo mnyama simba anakalishwa siku ya jana, afu wanamweka uwanjani apambane na mwanadamu. Kwa mateso yakawa ni yule mnyama anamla mwanadamu kwenye kupambana. Kwa kajikuta watu wanapitia shida kubwa sana kwenye wokovu. Kwa watu wakawa kwenye hatihati, wapo waliokana, lakini wengine hawafanyeje? Hawakukana. Amina. Na mtu aliyeshindikana alikuwa ndio Yohana, akapelekwa mpaka kisiwa cha Patmo, lakini hakufa. Alikuwa ni mwanaume jasiri. Amina. Yakobo yule aliyekuwa kwenye mafuta akatoka mwanaume mzima, alipandishwa juu, akamwambia amkane Yesu au anatupa chini. Akasema hamkani Yesu. Wakamwachia toka ghorofa la juu, akadondoka chini. Sasa alipodondoka chini, akawa anaendelea na mateso. Amedondoka, askari mmoja wapo wale wanaomdondosha, kwa kumhurumia akaja akaponda kichwa akakipasua, ndipo kafa huyo Yakobo mdogo wake na Yesu. Amina. Tumeelewana hadi hapo? Umeona mateso kwa anapitia. Sasa sisi vitu vidogo vidogo visitoe kwenye msimamo, tukae, tusimame, tumtumikie Mungu, tuwe ni baraka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tumeelewana? Na naomba Mungu anipe kibali ili somo tuweze kulimaliza, ili tunapomaliza hiki kitabu kule mbele kuna wajibu tunatakiwa tuendelee kwenye imani, kwenye wokovu tuendelee ili tuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitoke kanisani huwezi hata kumsimulia mtu. Sasa chukulia hiyo nafasi, ndio wewe umepatikana huko. Unajua kabisa nilikuwa nishakufa muda kabisa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Tumeona jamani hadi hapo. Kwa kakuta ni hivyo. Kwa wanyama wananyima chakula na pambanishwa na wanadamu. Kwa watu wakawa wanachoma kwenye nguzo, kwenye bustani ya kubwa ya Nero kwa kumwagiwa mafuta na kufungwa kamba na kuchoma. Watu ndivyo walikuwa wanasema. Sasa bahati nzuri Mungu anachokifanya sasa, yule Nero alikuwa anachoma watu. Injili ilipoenea nyumbani mwake wakaokoka. Watoto wake, wajukuu zake, wafanyakazi wake wakaokoka. Farao ilitokeaje? Akajikuta majipu yapo kwa watu wote mpaka yeye. Utamtoa nani sadaka? Kwa sababu kama tu majipu natolewa sadaka, hiyo ni laana. Sasa wakajikuta wote wanajibu, wakashindwa wafanyeje. Hapo ndipo Mungu anapotafuta kumrehemu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wa nyumbani mwake wakaokoka, akashindwa namna ya kufanyaje. Watu kanisa ikawa limepona kwa namna hiyo. Tumeona jamani hadi hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewa mtu anapopizana kutokea nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.